Mimi kitu inaniuma the most ni like ameshindwa kutupenda lakini anaweza penda mtu mwingine. Like mimi nasikia vibaya juu huyu ni mamangu na anapaswa kuwa the closest person to me, but aliamua tu ni hivyo. Okay, passing away of dad, hatukujua itakuwa hivyo relentlessly. Like dad akipass, si tulijua because okay, alime struggle in life, hatukuwa najua like akipass, our life will come to a turnover. Tupate tunaumia more. How comes bro wangu akiongelea anything anaenda ndani, unaona? It's very anashikwa. Yeah. Ametoka jela like hata ijamaliza a week from now. So manze, leo nimetembelewa na watoto wa Liz. Mnakumbuka ile incident ya Liz na Nelson? So wamenitembelea, sijui wako na nini ya kusema na wacha tuone wanasemaje. Ni aje bro? Ni aje po. Uko fiti? Niko fiti sana. Unaitwa? Naitwa Bahati. Bahati. Ndio. Okay, sasa sis. Uko poa. Unaitwa nani? Selina. Aje buda? Niko fiti. Uko fiti? Yeah, mimi niko poa. Unaitwa? Naitwa Voke. Yeah. Okay, so Voke, umenipigia simu na nikakwambia ukam. Sijui uko na nini ya kutuambia. Ulikuwa unasemaje man? Mimi kuna story nilisikia ikiendelea online na actually nilipata video. Watch video? Yeah, niliwatch. Okay. And I was so sad kupata is my mom. Venye unaniona hivi, I'm the first born, he's my second born na this is our last born. Ule Liz ni mama yenu? Yeah, that's huyo ni mama yetu. Okay. Yeah. So ule watch wapi? Niliwatch, ilikuwa YouTube. Okay. Ilikuwa YouTube and that's why ukanipigia? Yeah, that's why nikakutafuta and umefanya poa kukam. Actually hiyo video tulikuwa like unaona venye tumekaa like you are watching something on YouTube. Tukaiona coming to confirm that it's our mom. It hurted at so most bana jo. Like tunapata vitu mama anafanya according to sisi hatukuwa tuna expect something like that can happen to us, but I realize like kuna kitu kama inaweza happen like unaona the expectation tulikuwa nayo na kitu imefanyika, it's so different. Like it's very emotional, even explaining it might. Okay. So nikuulize, ni uliambia sizo wako ama pia aliwatch? Tulikuwa wote na so tukashuhudia and kulingana na sisi Jeff, sio vibaya mtu kufanya shughuli zake, aswa our mom, sio vibaya kufanya mambo yake, but the most hurting thing ni kuna zile vitu wanaenda hadi anasahau. Sisi kama familia anatuacha nje, anaenda kushughulika na vitu hazitusaidii sisi. Unapata ikikuja upande wetu sisi tunabaki tuko nje. So venye kulingana na venye mimi naona hiyo kitu haiko sawa. And at least hata kama angekuwa anafanya shughuli zake, but kwetu tukue anashughulika na mambo yetu pia, hapo hakuna shida. Na unajua Nelson? Nelson ya namjua. Ni nani kwani? Nelson ni my dad, my uncle. Ni brother ya babangu, last born wake na babangu. Nelson ni brother babako? Yeah. Unamjuanga ama ulimwona tu kwa nini? Nelson huwa namjua. Nelson namjua vizuri. In our family in our family kulikuwa na 3 dads. So one alipass, so tuko na first born dad na huyu last born. Yeah, so last born ndio wakati my dad alipass. Your dad alipass? Yeah, my dad passed. Okay. Yeah, my dad alipass, so Nelson alikuja. Just kama tu yani ile kwa familia, unajua ule last born kwa familia ile tu mko karibu na watoto hivyo. But hatukujua itafika mahali iende to that extent. Okay. Yeah. So ulifilaje venye uliwatch ile video ya mama? Mimi kitu inaniuma the most ni like ameshindwa kutupenda lakini anaweza penda mtu mwingine. Like mimi nasikia vibaya juu huyu ni mamangu na anapaswa kuwa the closest person to me, but aliamua tu ni hivyo. Juu hadi mimi sijui nini alifanyiwa, but ukisema ameshindwa kuwapenda unamaanisha nini? Namaanisha yani huku nje mimi naishi ni kama sina mama. Like lazima nianze kuitisha uncle yangu na brother yangu wanitumie pesa hadi kama ni ya pocket money. Shule nakaa tu, yani nakaa tu yatima, na babangu peke yake ndo alikufa na si mamangu. Lakini
Man, hiyo kitu si poa So your mom amewa neglect kabisa. Like ni kama tu aliamka siku moja na akaamua sisi si watoto wake tena, juu mbona nianze kuitisha anko yangu pesa ya school fees na najua uko na pesa na unapatia mtu mwingine mwenye hadi atusaidie. Kazi yake ni kutesa tu brother yangu na huyo ndo unaanza kusaidia instead of kutusaidia sisi, na hiyo kitu nilisikia pale hiyo video ilitokea hiyo akiwa na Nelson akisema yeye ndiye ni kama ana sponsor Nelson, like anamwekea mafuta kwa gari, hizo pesa zote alikuwa anatumia ni yeye mwenyewe alikuwa na provide. To make it short, like everything anatumia towards our uncle Nelson. Vitu zote is a product of our dad. Dad ni vitu zenye alikuwa ameinvest. Okay, passing away of dad, hatukujua itakuwa hivyo relentlessly. Like dad akipass, si tulijua because okay, alime struggle in life, hatukuwa najua like akipass, our life will come to a turnover. Tupate tunaumia more. How comes bro wangu akiongelea anything anaenda ndani, unaona? It's very anashikwa. Yeah. Ametoka jela like hata ijamaliza a week from now. Juzi amekuwa ndani because ati alisema anataka kutumia gari ya dad. Anataka yani hatuna say kwa hii familia right now. Our sis venye anasema. How comes anakuja home tuko na do, si ndio? Si tukisoma we never had these problems. How comes tuko na do but sisi yetu anafukuzwa fitu na kawa tu hatujiwezi, but msi anatumia do za our father's resources is someone else coming up. Si tukijaribu kuongea okay, mimi nilikuwa I hate that naweza ongea, si ndio? But first born wetu after ameshikwa mimi sikuwa na uwezo wa kuongea tena, unaona? Because pia mimi naofia, nikamuogopa kabisa cause imagine aende ndani niende ndani, we will have no say, si ndio? Yeah. Ukiangalia village yote sahi watu wana trust upon him because of sijui niseme amewapea pesa ama nini, hatujui, but anaharibu resources zetu zenye at least zingetusaidia pia si kujiweka, because tujafika ile level ya kusema tuanze kusaka kama watu wenye wamezaliwa na ukafara jo. Yeah. It's not possible. Anafund paka elders. There's no way unaweza enda ukue nini successful. Anafunga nini places zote. So unajua bro, mimi at my age, mimi ni mtu nafaa kuwa nimesettle na plan pia life yangu, unacheki. But unanikuta right now najaribu kuangalia venye my brother here and my sister wanaweza fanya nini, wanaweza keep up, sababu hakuna vile mimi nitafanya, lazima niwashughulikie my sister hapa hivi shule, if not my uncle ni mimi. Now you see hata huyo my elder uncle akikuja kwa boma huwa anafukuzwa na mama, anafukuzwa kabisa, anafukuzwa na mama, na ni yeye ananisaidia. Na first of all, nani alikushika kwa ndani? Your mom ama ya uncle yako Nelson? My uncle Nelson ameniweka ndani twice. As I'm speaking ni almost 1 week inaisha. Mara ya kwanza nilikuwa nikienda kuuliza mambo na hii gari na nini. So akaniitania polisi. So ameshika hadi makarao anawapea do ama? Yeah, anaongana kote. Ukienda kwa village elders huko kwenda juu kote, amefunga, hakuna mahali unaweza enda kuwa successful. Na hakuna mahali unaweza enda uandikiwe anything uende unini umstaki. Ameblock kote. Na you see mimi na struggle peke yangu at least ku raise familia. Ambapo mama mwenye anafaa kuwa anafanya hizo shughuli amepotelea huko. Sasa I can't help myself, inabidi niangalie venye juu unajua ni mtoto mdogo, hakuna venye anaweza jisustain na baada kwa shule, unaona? Inabidi lazima ni come in, unaona? So na wewe kama last born, like ushawahi jaribu kuongea na mom umwambie like what she's doing is bad? Unajua kwa sababu mimi bado ni mtoto, unasikia juu unaongelea nini, but mimi naona venye brother zangu wanateseka. Kwa hiyo ukijaribu ku raise issue anaona you are still a kid, huwezi sema kitu usikike. Like ananitreat ni kama mimi sijui cha nasema, but yeah kwangi hapo nikiwaona wakiteseka juu yeye ako busy na huyo uncle yetu. Juu mimi ndo nitaona brother yangu akikaa tu akifikiria na hadi anashindwa hadi atatoa wapi pesa ya kunisaidia. Hadi saa zingine inabidi tu aombe, na hiyo si poa juu kitu inatuma ni si ati pesa hatuna, ni baba yetu alituacha kama amewasort. Lakini sasa
pesa yenye inapaswa kuwa inatusaidia saizi inasaidia je baba mwingine mwenye hadi like hiyo si poa, na yeye ndo anapaswa kuwa anatusaidia juu yeye ndo, hiyo ndio responsibility yenye baba yetu iliisha after alikufa. Yeye ndo anapaswa kuwa take up hiyo role. But sasa instead yeye ndo anafanya tunateseka tu huko nje bure. Na bro, nikuulize, mkiwa home mko nyumbani, Nelson ashai come nyumbani waka spend time na mama yenu kwa nyumba? Yeah. Anakujanga? Huwa anakuja. But sasa unajua huwezi ongea. Huwezi fanya anything. Kukuja anakuja. Kukuja anakuja ambapo kwanza alianza na sisi hatukuwa na shida. Yeah, hadi saa hizi venye anakuja hivyo, ile tu shida tuko nayo ni ile wakati wametoka nje. But kukuja alikuwa anakuja, hatukuwa na usemi, hatukuwa na kuongea, but sasa because imejulikana imebidi sasa sisi nasi tujitoe tuongee, unaona? Juu kusema kweli ni kitu naumiza sana, and ukiangalia pia mimi si ati niko stable vile, unaona? Pia mimi maisha yangu ni ile tu ya kupambana, at least unapambana, at least pia wewe usonge, but unapata hii kila kitu unafanya nini inanirudisha kwa familia, siwezi nikaendelea. Yeah, it hurts a lot. Hey, nikuulize bro, behaviors your mom venye ana behave recently na before your dad died, kuna tofauti ama is it normal? Okay, according to me na kitu nimeona ikiendelea, mom tukiwa tuna grow na dad, mom was the best ever. Hatungewahi imagine like angechange hivi. Okay, people change, but change for the best, not changing towards the worst. Yeah. Tukiwa na dad, our life was so peaceful. Mama alikuwa like, mom was the best ever. Like ulikuwa unaona mom the love anawapea nini. Hatukuwa imagine it could reach a point mama badilike hivyo. Like I feel even crying bra. Sorry. Nikianza kuimagine tukigrow tulikuwa na life fiti. Sahi hata mimi mwenyewe napiga hesabu, mimi nimemaliza shule the last 2 years, but imagine toka dada pass, nothing, sijaendelea na anything. I'm struggling with life. Ni kama sasa hiyo unafanya nini? I have no stable job. Like nikipata job leo labda nifanye a wiki ishe nini. Bro wangu ndo huyo ameshikwa, amepoteza job yake alikuwa nayo. So bra, it's so annoying jo. Sorry manze. So nikuulize, like do you miss your old mom? Unamiss sana venye alikuwa kitambo? Okay. Hiyo topic ni sensitive sana juu mimi kama msichana yeye ndo alikuwa best friend yangu, na yeye ndo nilikuwa najua hadi kama niko na shida shule, niko na shida home, niko na shida anywhere, yeye ndo nilikuwa naenda kwa usaidizi kwake. Sasa saizi inabidi tu nijishikilie juu sasa siwezi hadi, yani I can't even open up juu nikianza kuwa na mashida na pia mabrother zangu pia wanapitia mingi. Like inabidi tu pia mimi nimeze tu mashida zangu ndo pia wao nisiwape stress mingi sana. Na I just wish like tungejua basi ni nini tulimfanyia ndo afanye like akue hivyo. Juu mimi bado sielewi like mbona. So it's not normal to you? It's not like ali change tu suddenly. Okay. So bro, are you trying to claim like vitu za baba yenu nyinyi ndio mnafaa kupata, as in Nelson atoke na nyinyi mpate haki yenu? Is that what you want? I'm not trying. First of all, it is my right. No. It's my right, and not my right, it's our right as a family. Ile mali ilikuwa ya baba yetu, ni sisi tunafaa kuwa nayo. Hadi kama mama atataka kufanya shughuli zake, okay, yako na part in, hatukatai. Lakini kuna zile vitu zenye haezi akaingilia, unaona? Like kutoa mali kwa boma kupeleka nje, hiyo ni kitu kingine tofauti sana. Unless kama anatugawia sisi watu wa familia, watu wa boma wa nyumba, hiyo iko sawa. But kutoa kupeleka nje, kutoa mali kugawa kwa mtu mwenye hata hatusaidii sisi, unaona? Mtu hata hajui tunaendelea aje. That's hiyo ni kitu nashtua sana. Na umejaribu ku involve maybe a family like your other uncle, maybe
shosho yako na nini, umejaribu kuwa involved? Nilijaribu kuangalia my uncle and nilimwambia akikuja kwa boma ni kutolewa, and mimi sina uncle mwingine, niko na uncle mmoja peke yake mwenye akikuja tu hivi ni shida. Unajua my grandfather passed, grandmother naye hana usemi, unaona. So unapatanga mostly Eric kama grandpa angekuwa kuna venye tungejaribu kusolve, lakini sasa ni grandmother huyo hana venye anaweza fanya. Sorry manze, pole sana. Na nikuulize, ushaienda kwa Nelson maybe kwake kwa nyumba ukaona maybe akona familia ingine ama ako aje? Ushaienda? Akona familia, ni mtu akona familia, akona mke. The side chick ama unaongelea mgani? Akona mke wa nyumba, mke ameoa. Nelson ameoa, akona mke. Uko sure bro? Niko sure na kitu kile naongea. It's so sure because wakati we were burying our dad, alikuwa hapo as a family member, unaona, alikuwa mtu mpoa, alikuwa like a family member there. So akakuja na familia yake, so unaona ni kitu yenye we could never, atunge imagine kama angekuja bado aingie kwa familia yetu, umeelewa? Si tulijua like hata akifanya hizi vitu zote ulikuwa unajua like this guy has a wife like before, sikia, unaona, before si tulikuwa nadhani, unaona venye ni uncle yetu amekuja like they are having a conversation with mom. Hatukuwa like tulikuwa na hiyo a mind like, unaona, ati kuna kitu itaendelea between them because si ni uncle yetu. Akikuja si tunamkaribisha nini, but all of a sudden everything changed. Tunapata ni vitu, yani ilikuwa ngumu kuelewa cause si tulikuwa tunampa hiyo respect, it's our uncle nini, anaweza kuja tusaidie one or two things because our dad hayuko sahi. But all of a sudden tukapata they are in a relationship with our moms. Unaona ni ngumu tena kumtrust. So hiyo video venye uliwatch pale YouTube, did you try to reach to wife wake umwambie like this and this is happening? Okay, iko hiyo video tulikuwa relax, we are watching. Then all of a sudden tuko na like it's a petty thing kuongelea mbele ya wase because it's our mom. Hata nini fanyike she'll still be our mom. Unge ni kama natangaza. Unaona ni ngumu kuambia wase our mom did this and this with our uncle, unaona. Hata beyond the society itaonekana we are the problem. So si wenyewe ndio tulijaribu tu ku discuss as the kids. But bado hatujapata solution because bado inatu hurt sana. So bro, as a big brother, what exactly do you want? Mimi kile nilikuwa nataka, mimi sina shida na mama akifanya mambo yake. Sina shida na sitaki kujua maybe anafanya na nani. But ile respect ya mali ya familia lazima ikue. Na pia mambo zake akifanya na nje yeye afanye tu, but kukuwa na respect kwa familia na kwa mali ya familia, haswa my dad. Mimi sina shida akifanya mambo mengine, but my dad mali yake lazima ifanye nini, ibakie. Sawa. So mimi bado nitaendelea kufuatilia story na umefanya vizuri kujitokeza na mkasema side yenu. So wacha tuone huko mbele kutakuaje, but mimi nita make sure tu nimewasaidia na kila mtu amepata haki yake, na nime appreciate sana, na tutazidi tu kwa pamoja. Tutaongea kwa simu, tutaongea if anything, kuna any update nitakuwa nawapea. So nime appreciate sana na wacha tutaongea tu manze.